Mimi personally ikifika mahali pa hapo mahali mlikuwa mnaongelea 1 second, 2 seconds, 3, wacha niwaambie mimi vile najua hii kitu. Kama unaitaka 1 hour, motivate me to take you to that 1 hour. Usiniambie 1 hour na nikikwambia lala hivi wewe unataka kulala hivi. Utaki you don't cooperate. You don't cooperate. Lazima ucooperate na mimi. Lazima, and this thing kwanza mali na dismiss story ya 1 minute, 2 minutes. Hii kitu ni psychological. Kama tunajua leo tunataka mauano. Tunataka kufinish kumalo. Wewe kama ni bibi yangu ama wewe kama ni demu yangu, lazima uanze kuseti mood mapema. Unaona? Tuanze kuniseti mood mapema mpaka hata tukikula na kulanga natamani hizo siku. Kuna siku nilikuwa nasikianga tukikula wakati tunakula tukikula tukishakula kachai kamekuja nini na si anaambia na leo kula vizuri ujua leo tunataka kupiga story na mimi najua story ni gani tunataka kupiga. Unaona anakuprepare. Lakini hii nyingine bana hajakuta few minutes before mwende bed. Sasa hiyo ndio ashaleta stories zingine kumbe anataka tu vile aende akunyime Portugal rights. Mimi by the way mimi kunyimwa Portugal rights inani affect, in fact inanifanyanga na kuwa mood vibaya sana. Wacha niseme nitoke. Inafanyanga na kuwa mood vibaya because you know nakula chakula ziko na mafuta. Wewe mwili nachemuka. Wanataka uende ukuli mwili wapi? Lazima hao watu wajue wakati tuko kwa relationship sex hiyo ndio kitu hata imefanya. Kama si historia ya sex basi ningechukua jaoko ningechukua basi kama sio sex inatoka pamoja kwa relationship basi si ningetafuta basi boy tuishi naye kibrother. But tumekuja pale because of hiyo na in fact nasikianga Mungu alibariki. But wakati mnaingia kwa relationship na hii ndio hii kitu mimi nimeongea na maboys wengi sana. Mazee as much as tunaweza lenga kuongea but ikifika story ya sex ina affect what in fact hiyo sijui vile huyu ni 3 years so bado hajaielewa sana. But hii kitu sex hiyo ndio inakuanga kitu ya kwanza mental health ya kwanza. Hiyo ndio affecting mwanaume mentally because wakati unaninyima Portugal rights zangu mimi mwenyewe naanza kufikiria so unanikazia because niko ndogo ama kwa sababu siku hizi umenibebaje. Ujue ikishaanza hiyo mafikiri ikishaanza kuniingia umenibebaje nasikia umeanza kunidhalilisha inaanza kuniaffect. Wacha nikuambie ukitaka wacha hata mambo ya inches hata mambo sijui ya nini ndio uniweke hapo mahali unafaa. Lazima wewe mwenyewe uchangie katika mimi kufika hapo mahali unafaa. Sio ati unaniambia 1 minute lakini hiyo 1 minute sasa ile tu unajua by the way kuna boy wangu aliniambianga tulikuwa tunapiga tu story akaniambia mama wako wake tu sasa ile unataka tu umeanza tu kumdaradara hivi. Sasa hiyo ndio ameanza story na ile story ameanza ni story nyingine ya kukuput off that so unajua saizi vile tunafaa kufanya mi ile siku ameanza kurudi vitu huku mbamba nazo siku za nyuma ameanza unajua ile siku huku ni bamba sijui sasa tutararuana saa ngapi umeanza hizo story so nyinyi wenye the way mambo ya mental health ya wanaume ikifika kwa relationships ni hivi viumbe ndivyo nyinyi ndio mmeshikilia pakubwa sana. Sisi ndio tumeshikilia pakubwa kwetu sisi wote based on Kenya ameongelelea sana imetoka like sisi peke yetu ndo tunanyimana conjugal rights. Swali yangu ni do you guys know there are men who do the same to women? No. Yes, it happens. Kama kuna dema ananyimwa
anitafute. Unaona the issue is there. Let me answer that question. No. Let me answer that question. Relax. Munaona sasa venye huyu ameapproach your question. Hivyo ndo mnahepa issues. Sasa this is what unapata, wacha me this is what, answer. relax. Wacha nikusaidie. Nimekungoja umalize nikakuwa patient. Hata sisi tuko na point. Tukioana tulikuwa lavidavi. Yeah. Kila second tukigeuka hivi usikie hapo. Tuache kupretend hii kitu ni serious. True. Na hata tujifanye kila mtu anaingia ngandoa juu ya hii kitu. Yeah. Si ati watoto, ati love, no. Mtu alikuwa anakupea fiti. Yeah. Sorry for under 18, utaweka over 18. Hii kitu ulikuwa unapewa fiti tukianza. What has changed? Tumekaa 10 years sasa, kwani inazeeka? Haizeeki. Mwili si ni ile ile. The point is, let's put it, food yenye pia dema anapikia bwana yake ina mata. Sijui kama itawekwa PG, I don't know. Sex drive ikiteremka, ni juu pia wewe kama jamaa uniambii niko chini ama nimechange. Unajua pia sisi dem tunaweza kwa tumeongeza sana, tunashindwa ku maintain. Hiyo pia ni issue inaleta, unasikia dem anasema ati ataki juu siku hizi umpei venye iko. Wewe pia jamaa si uko na right ya kutuambia yenyewe kuna venye siku hizi sipokei venye inafaa. Why should you always put it on us to be the ones to address the issue? Ni kama tulinge ndo peke yetu. Wewe unasikia ikupati sikupei venye unataka, na wewe unanipea venye nataka. Hata sijaleta hiyo point venye kwa nataka kuileta. Unaona, when it comes to sex, I think unaona nini? Unaona my friend Kokoto. Unajua nilikwambia tusigeneralize. I'm a man ndio, but what I know pia kuna wanaume ambao kuna mahali ambao wao pia wanafail. Unaona, haiwezi kuwa huyu mwanamke unamkelelesha, mwanamke kuna vile unamdharau na unataka upewe tu vile unataka. Unaona, mwanamke anataka tu hata pesa nywele tu, uwezi. Unaona? Ukitaka wasemaje? Hiyo dread inaikuwa bure. Unaikuwa na nyasi ama inaikuwa na nini? Sasa unaona, nilikwambia angalia mtu ambao unamoa. I know wanawake pia wako na mashida zao. Wanaume pia wako na mashida zao. Lakini sisi pia wanaume tuzifanye sisi tuko perfect sana, sisi hatuwezi kosa. We as human beings sisi pia tunaweza kuwa na makosa zetu. Na ukinyimwa, kaa chini pia uangalie. Kaa chini, mbona nimenyimwa? Useme tu mwanamke naye ni mbaya. Mbona kitamba kwa na kunyima? Kaa chini pia uangalie nini nimefanya ninafanya ninyimwe. I have a question for you. Si Yaribu, niko na question kwa huyu. Okay, si kuna wakati hiyo time yenye mko kwa relationship inaitwa aje? In courtship ama nini? Most of these people huwa wanakuwa kwa hiyo relationship amwendi kukutana intimacy mpaka muoane. Utajuaje tabia yake in bed kama hamfanyi chochote, na wakati mmeingia kwa ndoa ndo sasa umegundua kumbe huyu anakuanga hivi, na wewe hapa hivi unasema before uoe mtu lazima ujue ako aje, mental whatever nini. By the time unaingia kwa ndoa ndo utajua mtu kwani ulikuwa unaoa kitu gani, ndio sasa you complain. Sijui kama umepata unaona kile unajaribu kusema. Unaona, just like in marriage kuna kuongea. Hakunanga marriage iko perfect. Kama issue imetokea, unaona kama unanyima tu vile mnasema. Why don't you go mkae chini kama watu wakubwa mwadresse issue? Say maybe mimi nayo naona unipei vile inafaa. Na shida inaweza kuwa nini? Mna discuss kama watu wakubwa, mnaona shida iko wapi. Msiasi mtu mwale mwanamke ndio ako na makosa. Unaona? Inaweza kuwa hata wewe pia uko na makosa yako. Na unaona wanaume kujifanya superior, ndio maana unapata inafika sasa. Nikitoka out of the topic kidogo, when it come to uzalishaji, unaona mwanaume anaweza kuwa enda kwa na shida hata kunini kupeana mimba, na hata atakomplain kwamba mwanamke ndio ako na shida. Unaona, wanaume washajeka wao waweze kuwa na shida. Unaona, ndio maana kusoma genetics ni kitu mzuri sana. Another issue that brings about this, tuseme stai kusema men are whatever they like calling them. Unapatanga you'll get into a relationship with this man, na huyu jamaa asha try many ladies, na wengi ni mapro.
Sasa wewe amekupata jao ni virgin. Hii kitu hata sijui venye inaendanga. Unashika. Sasa wewe umeingia na ile notion, huyu pia anafaa kuwa mnoma venye nimepatana na mademwe wengi. That is also a problem men should look at. Don't judge venye unasema tu usiingie ukiwa una expect ati ameiva, anajua kufanya. You go learning. Is it allowed to learn, men? Yeah, it is Is very it allowed allowed. to learn? It's allowed. Hakuna mali mtu alizaliwa akipewa schedule. Hii ni tu akaje formula ya hii kitu. You learn this thing that brought you into it. Yes. No, others don't know. Hizo ma styles mnataka nifunze. Shika. In fact, it is not about ati style. Okay, ulikuwa nasema ndio men we are not perfect vile Austin tu umesema. Pia sisi tuko na mashida zetu na hatukatai. But uboy jiuliza kwa nini so vile nilikuwa nasema si ati wanaume tuko perfect, but kitu wanaume wengi, mimi najua kitu wanaume wengi wanga wanaogopa sometimes. Unaweza ambia jaribu kuongea na dem ama mtu wako that iko hivi na hivi na hivi, but you know I've had cases, in fact I've witnessed cases mingi ambayo ile kitu ambayo uliconfide kwa mtu wako ukamwambia mazee, mimi kuna vile hii sector iko ABCD, ile siku tu mnakosana hivi, hiyo ndio inakuanga ni matusi. In fact hiyo ndio inakuanga sasa, hiyo sasa ndio unapatanga sasa, hiyo hakunanga story nyingine. Ati umekuja sana, hiyo ndio naambiwa wewe ama sikumtacha, hiyo ndio inakuanga ni matusi, na I think maybe which is not right. So na pia vile unasema ati it's a two way traffic, that nikuje nikwambie siku hizi au nipatie vizuri, siku hizi au nipatie sikupei poa. Hii kitu juu inarudi pale pale kwa kwanza kwa ile story ya respect. Because kama kwa ndoa hatujaheshimiana na hatuna communication, hakuna vile tunaweza kuja tukaanza kuambiana hizo vitu zingine hatuongea, alafu hapa ndo tukuja tukwambia haunipei poa au nini. So inarudi tu pale pale. So unavyorudi tu pale pale, ni nini inaweza fanya tukose tuko na communication breakdown pale, because ikianzia kule, kama imeanza huko tunaheshimiana kila time, tuko malavidavi nini, hata kuja kwa ingine ya chini itakuwa rahisi juu nitakukuta. By the way, sijui kama sio we ama jao ile nini uko nayo kwa ndoa, bado mnaoga na mtu wako, ujue bado mnaogana ujue mkienda Mombasa, but baada tukianza relationship tulikuwa unapata, in fact nilikuwa nangojanga masaa ya kuoga ni saa ngapi tuingie bafu pamoja but at least bila naweza sema siku hizi ndio bafu yangu ndio ndogo, but at least me try bado try, naweza sema leo kama tupige shower, but najua ile communication mali mnaanzianga kitu tunafaa tuko tunajiuliza ni wapi mvua ianzanga kutunyeshea, ndio sasa kukua hakuna communication, hakuna heshima. Kama ni story ya kazi tujue ni kazi, because kama ni kazi pia kuna few ladies, sio wengi, kuna few ladies wale watakubali kukaa na wewe akuprovide na asiongee huko nje. Wako si ati wako si ati pia madem ati mko wabaya, kunao wale, lakini kuna wengine pia ambao kanaharibikanga tu hivi ni kupaku, au sasa ni hakuelewa juu ya mapenzi, maybe alielewa juu ya pesa. So I think the main thing tunafaa tunajua ni nini ukuje ina happen, if tunaweza get ni nini ukuje ina happen, ndio after a few years into marriage tunaanza kukua sasa, ndio tunaishi pamoja but hatuna ile communication vile tulikuanga nayo kitambo. Sasa hizi ukiuliza watu wengi, hata ukiuliza watu hata kwa comment, uliza wale wamekaa kwa ndoa for like 5, 6, 7 years, uliitwa baby. So nangama demo anapost hizi vitu na si watu wanapost ati aliuliza umeshindaje. Hizi vitu zina happen, so lazima tujue from mwanzo ni nini ukuja, ni nini ufanyika, ndio sasa hii heshima ikose, ndio hii communication
ikosekane. But kitu mimi najua ni when it comes to mimi sasa niongele kama mwanaume, sitaongea kama dem because sijui, but kama mwanaume mimi najua kwa relationship kitu imeshahusu boy na dem wake ama hazina wife, I tend to think that wanaume huwa tunaumia sana when it comes to relationship. Wakati hizi vitu zimeanza ku happen, mimi najua wanaume huanga tunaumia sana. Dem sijui because hawa watu tunaambiwa mioyo yao ni kama bahari, huwezi jua depth yake na huwezi jua upana wake. But mimi as men, wale wanaume tuongea nao mambo ya relationships, mambo ya relationships na sana the bigger percentage ile nimesikia when it comes to conjugal rights, there's a boy tunaomba naye, tuko naye church, ananiambianga sasa mimi huyu mama tukiwa naye mbele ya watu ni mzuri, hata anaongea na my friends wangu ni mzuri. In fact wife yake mpaka ni best yangu. In fact si ujoke, mpaka tunaitananga sheme hivi, joke a lot. But ananiambianga kwani wewe mnaongeangaje na huyu mama vizuri? Because mimi tukifika kwa hao hiyo sablenya yake kwanza, hiyo ndio nikijaribu kutaja tunakosananga mbaya sana, tunakosanianga mbaya. Na lakini yeye anataka ukijaribu hiyo siku ipate huko kwa mood, inakuwa ni makosa tena, inaleta issue kubwa sana. So the two-way traffic, tuulizane ni shida inakuanga ni wapi. Me, I think the root source ni communication skills. Communication. Yeah. What I would say, everything boils down to communication and character of a person. For example, as he said, unaambia dem your secret maybe about those things. The moment mtakosana and that's the first thing somebody uses it against you, that's not actually the problem. The problem is in that person. If you tell me a secret and the moment umekosana I am using that thing against you, it boils to who I am as a person and my character is not in order. And then the standards, the principles you've set for that marriage. Vile tu umesema. Do you guys usually sit down and have conversations? If you have conversations about everything else, then there is no way sex will be an exception. You will sit down and converse about it. But still, I would want to ask everyone, bado kuna marriages ama relationships that conversations are so good and they thrive so well. But even after having millions of conversations about the same thing, that incidence is not changing. Let's use an example of a sexless marriage. Tumeongea, tukachoka, and that situation is not changing. What do you guys think would be the problem? We have talked about the something. We have discussed about tuko na issue ya sex. Tumeiongelea, tunaketingi over 10 times and nothing is changing. What could be the issue? I think the issue kama tumeongelelea na imekataa. Number one, kuna mtu tu kichwa ngumu hapo. Number two, there's something where I'm giving my good point, you are shaking the camera, you are kicking the camera. What the tea? Who is this? Who is this cameraman? What? Where? So my point is, when you see something, you have discussed about something and uoni matokeo. Number one, kuna mtu tu kichwa ngumu, hataki kucooperate. Na hataki kusikia maneno. Kazi yake kama ni yeye ako yeye. Like saizi unajua kuna hii statement yenye tunasemanga, let me do me. Unacheki, and you are in a relationship, let me do me. So unapata ule mtu mwingine amepeana suggestions zake, but suggestions zake zinawekwa chini ya kitanda. Nothing, no change that is being in. Number two is about this a finance thing. Finance hata tukihepa turuke juu tuende wapi tufanye nini, that is the main thing yenye inakosanga. When a man akikosa, that is the root cause of everything. Hata hizo majina zote kokoto unataka kuitwa, unaweza itwa kama unachukua mtu out, unafanya nini, unaleta whatever. Sometimes Can I cut you short just kidogo? I'm not even nyang'anying you. I want to give a real example of people I know. They are very good financially. But that thing is still not happening. So vile nimesema,
hiyo ni kichwa ngumu tu, huyo mtu ameamua tu. Ama ikikataa kama hiyo haifanyi kabisa, huyo mtu ako na mtu nje. There's one person who was a very good person mwenye anamtengeneza vizuri. Akirudi hapa, hata wewe umeenda sherehe, umekula nyama, umekula buffet ile chenye unataka, alafu umekuja umepata mtu wako amepika omena yenye haita ama hata wachana na omena, amepika sukuma, ugali sukuma ama cabbage, utadu? Si hautakula definitely. So there's someone who is doing a very nice job outside there. Kama they are I'm assuming huku hata hakuna hizo, sina side boys, hana side chick. No, you cannot assume that question, that one. Apo, no assumption there. I would want to Two know things. other causes that are not those, because those are the obvious. Two things Okay. ni hizo. Mtu ako nje anafanya kazi nzuri. Number 2, kuna mtu tu kichwa ngumu, hataki kucooperate. Kuna mwingine hataki kukaa kwa hiyo marriage. Hivyo. Yes, my side. Kando na hizo za Theo, my other assumption is maybe this guy ama this lady did something while mulikuwa kwa relationship. So kuna venye tuseme one of you found out, ikamtrigger. So the moment anafikiria kulei na wewe, that thing inamkujia, ana feel guilty. So most of the time ni guilt inamua. Na men tend to suffer sana na guilt. Jamaa anaweza enda akucheat nje, na kurudi kwa nyumba kudozi na wewe ni ngumu. Juu maybe sema ufind out, unaweza kosa kufind out hata jua. Tuko na video baba. Unasikia? Jamaa amecheat, umefind out. Unajua most of the time atashindwa hata kukuangalia kwa sura akuambie we nakupenda. Kwa sababu anajua already, unajua nililala na sasa nitapeana jina ya mwanamke mgani? Wanawake gani wana jina mbaya? na Mario. We, Mario ni mtoto wangu. Nililala na Abigail. Nililala na Abigail. Ukate hiyo please. We. Nililala na Abigail. So akilala na Mili. akilala na Mili. Anakumbuka we Mili aliniona na Abigail. Sasa ananibeba ufala, tunawestiana tu time. So most of the time ni guilt. Unashika. Na another thing pia, wewe mwenyewe unaweza kuwa body shame. Unajua pia kwambia mtu hayuko fiti si poa, usimwambie direct. Hata mimi kama sijui kuzungusha, usiniambie direct. Itani mess. Tuache kujifanya tuko strong. Wewe imagine ni jamaa unajua umechapisha wana kumbe ni hewa, alikuwa anajifanya tu akwambie guy hakuna kitu. Wewe kama mwanaume utasikiaje? Jiwekeni kwa hiyo picha. Wanawa mmeshinda hapo. Alafu dema akwambie hai hata sikusikia kitu. Msinijibu, jibu hiyo swali kwa kina. I think tukimalizia hii ni issue tunaweza discuss hadi mwaka mzima ishe. Maliza hiyo kitu. Okay. What I can advise those who are in marriage ama those who are in relationship, kunyimana sex ipo. Kwa sababu hiyo si solution. Hiyo ndio inazidi wasama. Wewe ukitoka kwenu wanasema a boy and a girl watatoka kwao na watakuwa kitu kimoja. Nini kama si hiyo? Hiyo nimeweka kando kwanza. Ya pili, disrespectful, na nimeona in most cases inapia kwanza wanawake wako na disrespectful cases sana. Ukiamua kuishi na mtu is either respect ama uende, kwa sababu without respect love haitakuwa. Hiyo tusidanganyane. Is either you respect him na yeye akupende. Na kama hiyo haiko, ati unataka kupenda watu wengine, unakurespect watu wengine, kama si unasikia my friend hapa amesema huyo shemeji yake anamrespect, wanaongea story vizuri hadi wanacheka, na hadi nini mwenyewe anashindwa na kwani unaongeanga aje na huyo mtu? Na mwenye unafaa mrespect ni huyu ndio mzee wako. Mpatie respect that ana deserve. Unaona? Naye pia atakupenda, ata provide for you and everything will be okay. Lakini ukikosea hapo, na mimi wacha niwaambie tu kweli. Mtu kama mimi ukinikosea, by the way mimi ni ngumu nikusamehe for real. Sasa hiyo ndio inawamaliza. Unaona? Ukinifanyia kitu ya ujinga, unaona? Mimi hiyo kitu ni ngumu initoke kwa roho. Sipendi mtu mwenye una respect mtu na anakufanyia madharau. I hate it.
1,000,000 times, and that is it. And that comes to the end of this episode. So guys, for those one watching, especially men and women in relationship, please respect each other, understand each other, and communication is very, very important. Hatutarudia kuongelea hii vitu sana. So it has been your host Liz. Men mental health is the main point here. So bye until we meet again to the next episode.